Kuna breaking news hapa kuhusu genge la watu wasiojulikana lililotumwa na Samia Suluhu Hassan lililofanya jaribio la kumteka kaka yake Balozi Humphrey Polepole, kama ambavyo makala hii inaeleza kwa kifupi japo kwa kina. Kwa hiyo taarifa zilizopatikana zinaeleza kwamba genge la watu wasiojulikana lilifanya jaribio la kumteka kaka yake Balozi Humphrey Polepole ambaye anafahamika kwa jina la Agustino au kwa kifupi Tino. Taarifa zinaeleza kwamba jaribio hilo lilifanyika nchini Sweden. Hata hivyo halikufanikiwa. Na kwa mujibu wa taarifa inadaiwa kuwa takriban watu 15 walikuwemo kwenye genge hilo, na hao wanafanya kazi kwa maagizo ya moja kwa moja kutoka kwa Samia Suluhu Hassan mwenyewe. Ikumbukwe kwamba hii si mara ya kwanza kwa hili genge la watu wasiojulikana kujaribu kufanya utekaji huku nje ya nchi. Katika siku za hivi karibuni, tukio la hivi karibuni zaidi ni jaribio la utekaji lililofanyika jijini Nairobi, ambapo mmoja wa wanaharakati wa Kitanzania wenye makazi nchini Kenya, Mshabaha alinusurika kutekwa. Na kwa bahati nzuri zaidi watu watatu walioshiriki katika jaribio hilo la utekaji walitiwa nguvuni. Hata hivyo mtu mmoja alitoroka. Mwaka jana pia zilipatikana taarifa kuhusu wasiojulikana nchini Marekani, ambako nako walijaribu kufanya majaribio ya utekaji. Hata hivyo hawakuwa na mafanikio. Kwa hiyo hii ndio hali ilivyo huku nje ya nchi. Na taarifa zaidi, licha hilo tukio lililotokea nchini Sweden ambalo kwa bahati nzuri halikufanikiwa, ni kwamba kuna idadi kubwa ya watu wanaohusishwa na serikali, ikiwa ni pamoja na maafisa wa idara ya usalama wa taifa, lakini zaidi ni hao watu ambao wana kazi ya utekaji ambao wamesambazwa katika nchi mbalimbali, wakiwa na kazi moja ya kuwawinda Watanzania wenye makazi yao nje ya nchi. Hususan walengwa ni wale wakosoaji wa serikali au watu ambao wanapiga kelele kuhusiana na unyama uliofanyika kuanzia Oktoba 29, ambapo maelfu ya Watanzania walitolewa uhai kwa amri ya Samia Suluhu Hassan. Lakini hata hivyo tatizo hili lina picha nyingine, lina taswira nyingine. Na taswira hii inaweza kujithibitisha katika janga lililotokea huko nchini Kenya, ambako kama nilivyosema awali kulifanyika jaribio hivi karibuni la kumteka mmoja wa wanaharakati maarufu mwenye makazi yake nchini Kenya, Mshabaha. Sasa katika jaribio lile kulikuwa na watu watatu wamekamatwa. Mmoja ni Mtanzania na wawili ni wa Kenya. Hata hivyo imeelezwa kwamba mtu mmoja ambaye ndio hasa alikuwa kiongozi wa kundi lile alitoroka. Bahati nzuri ni kwamba taarifa za mtu yule zimepatikana. Na sio tu kupatikana, bali undani kabisa anaishi wapi, namba yake ya simu, jina lake kamili, mwenza wake ni nani, na kila kitu kimefahamika. Na taarifa hizo zimewekwa hadharani. Lakini hapo ndipo changamoto kubwa inapojitokeza katika janga hili la wasiojulikana au janga la utekaji kwa ujumla, kwamba kwanza hawa watu wote wanaoshiriki katika vitendo hivyo wanaishi mtaani na wengi wao wanafahamika, kwa sababu watumishi wa jeshi la polisi wana ndugu. Hakuna mtumishi wa jeshi la polisi ambaye hana ndugu, labda wale maana kuna taarifa kwamba kuna watu ambao wanatumikia vyombo vya dola lakini hawana asili ya Tanzania. Kwa hiyo hawa ndio labda wanaweza kuwa hawana connection yote, lakini takriban kila askari wa jeshi la polisi, kila mtu anayetumikia hilo genge la wasiojulikana, kila mtumishi wa idara ya usalama wa taifa ana connection. Na tunawafahamu watumishi wa vyombo vya dola, wakishapata bia 1 2 3 huwa wanaropoka. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wanawafahamu watu wasiojulikana. Yaani watu wasiojulikana wanafahamika. Lakini pia watu wanaoshiriki katika vitendo vya utekaji wanafahamika. Kwa mfano, baadhi ya watu walioshiriki katika mauaji yale ya Oktoba 29, wale jamaa waliokuwa wamevaa jezi za Yanga, baadhi yao wanafahamika na watu walifanikiwa kuidentify wale watu. Sasa unaweza kujiuliza kwamba kama watu wanafahamika, kwa nini hawajachukuliwa hatua? Kwa sababu hatua tunazozungumzia hapa sio kwamba umkamate mtu umpeleke kituo cha polisi, kwa sababu huwezi kupeleka kesi ya nyani kwa ngedere. Ukiwapeleka kituo cha polisi sana utakamatwa wewe. Hawa watu kuna namna ambayo, pamoja na Jasusi TV kutokuwa shabiki au muumini wa matumizi ya nguvu,
Lakini pengine hii ndio namna pekee ambayo inaweza kuwashughulikia watu hao, au namna pekee ya kumaliza tatizo hili, kwa sababu hakuna muujiza utakaokuja kumaliza janga la utekaji. Na ni muhimu sana kufahamu kwamba janga la utekaji halijaanza jana, na katika hili sio kumtetea Samia Suluhu Hassan, lakini yeye tatizo hili amelirithi. Na makosa makubwa ya Samia Suluhu Hassan katika janga la utekaji ni kwamba, kwanza, alipoingia madarakani hakuchukua hatua zozote za kuhakikisha kuwa watu wote walioshiriki katika vitendo vya utekaji huko nyuma wanachukuliwa hatua. Lakini pili, ni hii hali iliyopo sasa hivi, kwa sababu alirithi. Na sasa tunafahamu kwa nini hakuchukua hatua, kwa sababu alitaka kutumia mbinu zile zile alizozikuta, na yeye alikuwa ni mhanga wa haya mambo maovu, lakini alitaka kuzitumia mbinu hizo, na sasa anazitumia kwa utimilifu. Kwa mahesabu ya chini tunaweza kusema kwamba janga la utekaji lina takriban miaka 10. Hasa kwenye mwaka 2016 ndipo matukio haya yalianza kupamba moto. Hata hivyo, huo sio mwanzo wa matukio ya utekaji, kwa sababu hata wakati wa utawala wa Jakaya Mrisho Kikwete pia kulikuwa na matukio ya utekaji, japo hayakuwa kwa kiasi kikubwa. Matukio haya yalipata kasi zaidi katika kipindi cha utawala Magufuli kuanzia mwaka 2016 na huu ni mwaka 2026. Kwa hiyo angalau kimsingi janga hili limekuwa na miaka 10. Mara baada ya marehemu Magufuli kuondoka, kulikuwa na hali ya nafuu kidogo, lakini janga likarudi tena kuanzia mwaka 2020, katikati ya mwaka 2023. Na ni muhimu kusema kwamba moja ya vitu ambavyo vinaweza kuhusishwa na janga hili la utekaji ni uteuzi wa mtu ambaye aliteuliwa kuwa mshauri wa rais, Haji Omar Her. Huyu aliteuliwa katikati ya mwaka 2023, na baada ya kuteuliwa kwake watu wakaanza kutekwa ovyo, kwa sababu haya yalikuwa ni matukio ya kawaida aliyokuwa akiongoza wakati yuko Zanzibar. Kwa hiyo kuna namna fulani ambapo mtu huyu anaweza kuhusishwa na haya, lakini badala ya kujikita tu kuangalia kwamba matukio haya yanatokea na vitu fulani, swala linabaki pia wajibu wa jamii katika kukabiliana na janga la utekaji. Kama nilivyosema, huyo mtu aliyeongoza jitihada za utekaji huko Kenya amefahamika na picha zake ziko mtandaoni, lakini mpaka leo ni zaidi ya wiki imepita. Kwanza zile habari zimepotea, kwa sababu kuna kuwaga na jitihada kwamba tunahitaji taarifa za huyu mtu amehusika na jambo hili, zinafanyika jitihada, taarifa zinapatikana mapema na zinawekwa mtandaoni, lakini baada ya siku 2-3 zile taarifa zinapotea. Kama nilivyosema awali, Just TV sio muumini wa matumizi ya mabavu katika kukabiliana na changamoto, lakini kuna changamoto nyingine haziwezi kumalizwa kwa njia za kidiplomasia, na hili ni jepesi. Endapo mtekaji mmoja atafanyiwa chochote kile kinachostahili kufanywa dhidi yake, ujumbe utafika, kwa sababu kitu ambacho Just TV imekuwa kieleza mara kwa mara kwamba haya matatizo yanaendelea kuwepo kutokana na kile kinachoitwa kutochelea matokeo. Laiti Samia akifanya jambo likamsababishia madhara, hatolifanya tena kwa sababu atachelea matokeo. Laiti Abduli akifanya kitu fulani kikamsababishia madhara, hatokirudia tena kwa sababu atachelea matokeo. Laiti hawa watekaji wakifanya mambo ambayo yatawaletea matatizo, watachelea kufanya tena hivyo kwa sababu yatawaletea madhara. Juzi kuna video ilikuwa imesambaa huko kwenye mtandao. Kulikuwa na genge la askari kama 4 wamekwenda kumchukua mtu katika genge la watu kama 50, na wale watu sana walichofanya ni kupiga picha, kurekodi ile tukio, which is good kwa sababu wamekuwa kama wanahabari kutufahamisha kilichojiri. Lakini what was wrong ni kwamba kundi lile halikufanya jitihada yoyote ya kuhakikisha kwamba wale wahuni hawamchukui yule mtu. Imagine wale askari 4 wangepewa kipigo, kwa sababu wanastahili kipigo. Kuna njia za kistaarabu za kumkamata mtu kama amefanya kosa. Kwanza kujiidentify, kutambulisha wao ni nani na mtu huyo amefanya kosa gani. Kwa hiyo laiti wale askari 4 wangepewa kipigo, ingepeleka ujumbe kwa wengine kwa mnapokwenda kukamata mtu kihalali kwa kufuata sheria, basi mzingatie taratibu na kanuni, lakini sio mnakwenda na nguo za kiraia, ameficha nyuso zenu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii ni muhimu kwa wananchi, ifike mahala wachukue hatua. Kuna clip ina trend huko kwenye mitandao ya kijamii kuhusu fedha nyingi zilizomwagwa kwa watu mbalimbali katika kusaliti maandamano ya Oktoba 29 na maandamano ya Disemba 9, maandamano ya Disemba 25 na Januari mosi. Which tells kwamba kuna fedha nyingi sana imemwagwa, na hili tunafahamu kwa la fedha nyingi kumwagwa mtaani. Wahusika wametambulika, lakini kama ilivyo katika mazingira mengine, kujulikana kwa waliofanya vitu hivi hakupelekei chochote.
na hii inapelekea wale wanaohusika au watu wanaotaka kufanya vitu kama hivyo kutochelea matokeo, kwa sababu hata ukiwasaliti watu, hata kama ukisababisha watu fulani watekwe, ukisababisha watu wauawe, hauchelei matokeo kwa sababu hakuna litakalotokea. Kwa hiyo ni muhimu, na si kama kuhamasisha matumizi ya vurugu au namna fulani, kwamba umma uchukue hatua dhidi ya tatizo hili. Hakuna serikali haiwezi kuchukua hatua kwa sababu serikali yenyewe inahusika. Kutarajia pengine jumuiya za kimataifa kuchukua hatua dhidi ya watu hawa, kuna uwezekano huo, lakini haya ni mambo ambayo yanachukua muda. Taratibu kama unaona kama za ICC ndio zinatarajiwa pengine muda si mrefu kuanza, lakini ni mchakato ambao unachukua muda. Kwa hiyo ni muhimu sasa kwa wananchi wenyewe wachukue hatua stahili kukabiliana na changamoto. Na kwa Watanzania mliopo nje ya Tanzania, ni muhimu kufahamu kwamba kuna genge kubwa la watu wako huku wamekuja kwa kazi moja ya kuwadhuru. Kwa hiyo ni muhimu sana kuchukua hatua tahadhari, ikiwa ni pamoja na kuwaripoti katika vyombo vya dola. Je, una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Basi karibu tuwe maoni hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.